pale sehemu ya chakula napoangalia TV ya magereza. Nimekuja hivi pembeni mwa 40 nikaangalia mpira, alikuwa anacheza Simba na Yanga, mimi ndani wafungwa na mahabusu Simba na Yanga. Kuna 40 ni mdogo tu hivi, nikapanda juu 40 yule. Lengo langu nipanda pale nijiue. Maana ni shaka tamaa kama nitakuja kutoka tena. Misamaha inapita ya marais, mimi hata msamaha nusu hakuna. Nikapanda juu ya mti pale. Nikapanda juu kule nikajiachia. Kujiachia hivi hasa ilikuwa zile shati za magereza zile ikawa imejichoma katika mti hivi. Sasa ikawa imenigeuza, maana mimi nilikuwa nimekaa hivi. Ile lengo langu hii hapa nifikie chini kwenye ardhi nife. Ile ngosa ikawa imejipachika hapa kwenye nini, ikawa imenigeuza hivi, nikafikia nimeangukia hivi. Nikapoteza tu fahamu. Nikachukuliwa pale na kuja kuzinduka hivi nipo kwenye zanati ya magereza. Nilipopata nafuu sasa wakananiuliza, wewe shida ni nini? Mbona umeipanda juu ya mti sasa alafu unajiachia, lengo lako jiue? Kwa gereza pale sasa akananitisha, maana ukishafanya vitendo kama vile pale vinikosa kisheria. Sasa wakatajika wanifungulie kesi sasa kama nikitaka kujiua, nifanye jaribio la kutaka kujiua. Kwa gereza akaniuliza, wewe umefungwa miaka mingapi? Kama miaka 30. Kama miaka 30 basi, kama miaka 30 basi msimfungulie kesi, kutoka amechanganyikiwa tukifungo kikubwa kuliko mli wake. Sasa nilifikia miaka 2, maana miaka 2 mwaka mmoja nikishukuru tu ungeweza kuondoka, maana ukishafungwa kuanzia mwezi mmoja unatolewa siku 10. Maana mimi ile miaka 30 nilikuwa nimetolewa miaka 10, ndio nitumie miaka 20. Kama ungekuwa umefungwa mwaka ningesema kishukuru tunatoka. Sasa kwa vile miaka 30 itakuwa mchanganyiko, kifungo ni kikubwa. Nikakaa pale kufikia 2024 sasa mwezi wa 11 ikaja samanzi pale ya mimi kutakiwa Mahakama Kuu Dar es Salaam. Nikapata tena escort pale na magereza hadi Ukonga. Kufika Ukonga nikasubiria kwenda mahakamani. Wakati huo hujui nini kinachoendelea? Sijui nini kinaendelea. Kwa niliandikiwa tu rufaa na yule mzee alikuwa mule ndani. Nimekaa Ukonga pale ndani ya wiki moja. Wakati umeondoka kule maana yake ulimwacha kule? Nimemwacha kule yule jamaa. Na hata ulipofika pale ulimkuta? Nilimkuta ndio. Kwa na muda mrefu tu. Yeye ameingia 2017. Ndio kesi alivyoanzia kesi yake. Nilivyofikishwa mahakamani siku ile sasa ilikuwa jaji mkuu huyo hapa wa sasa hivi wamesoma ile rufaa yangu pale, nikaambiwa kwamba nirudishwe gerezani nije kwa ajili ya kusikiza hukumu sasa. Pale sasa nikawa sina matumaini kama nitakuja kama nitaachiwa. Sasa pale sasa nikawa naomba tu Mungu, mimi naomba tu Mungu. Mwenyezi Mungu nijalie basi hiyo hukumu ikawe heri kwangu. Hiyo hukumu isiwe ya kubaki gerezani au kuzidishiwa kifungo. Niweze nikakute familia yangu, muda niliokaa umetosha Mungu. Wakati huo umeshakaa miaka mingapi? Kutoka 2016 mpaka 2023 ni miaka 7 kasoro hii hapa. Ni 7 inatoka nimefungwa manake. Paka nimefungwa mwezi wa 6 2016. Mimi ndo nimefungwa 2024 miaka 7. Sasa nikisema huu muda nilokaa Mungu natosha, na kuzingatia sijafanya kosa lolote. Kama kweli mimi nimefanya hii kosa, basi Mwenyezi Mungu unipe adhabu yoyote ile. Unaona kwangu inastahili kupata hii adhabu. Nilivyofika ile siku ya kupelekwa tena mahakamani kujisikiza hukumu, wakasoma pale Mesini Mohamed Ayubu. Tena ile hukumu nilisomewa tu na mwendesha mashtaka. Siku ile jaji akuja jaji. Maka hukumu ninatoka kusoma kwenye chumba cha mwendesha mashtaka. Mwendesha mashtaka ni kalani wa Mahakama Kuu. Fika pale nilivyosomewa nikamwambia Mesini Mohamed Ayubu, rufaa yako umeshinda rufaa, Mahakama Kuu imeamuru ikuachie huru kutokana mahakama ya wilaya ile kufunga imefanya makosa kukufunga. Tujajua kigezo chepe kilichotumia kukufunga.
kama wamekufunga labda kwa kutoweza kujielezea mahakamani, lakini hiki kutoweza kujielezea mahakamani si kigezo cha kusema mtumiwa kumtia hatiani. Lakini sisi tumeziunga mkono sababu zako hizi ulizozikata katika rufaa. Ya rufaa hata kama umekatiwa, lakini pale inasoma kwamba umekata wewe mwenyewe, kama nimekata mimi rufaa. Nikasema sawa, mimi nikashukuru pale nilivyoambiwa. Kwa furaha ya hali gani kwanza tujue yako kama kwa wakati ule pale nilifurahi sana, japo majaji wale hawakuwepo, lakini niliambia nipelekee salamu zangu. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya njema na umri mrefu, waweze kutenda haki kwa wanyonge kama sisi tulikuwa tumeonewa. Lakini pale nilikuwa na furaha kubwa sana kuja kuacha nguo za magereza na kuja kuiona tena uraiani. Nilifurahi sana kwa wakati ule pale. Sioni furaha yangu ilikuwa vipi, lakini nilikuwa na furaha sana kwa wakati ule pale. Sana kala kubwa ikutoka siku ile. Nikarudishwa gerezani, nimekaa na siku 2. Maka pale ilikuwa Ijumaa. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu sana na asubuhi nikaja na kala hukumu. Na kala hukumu mimi nikapona nauli pale shilingi 2000 kutoka na kesi nilipata Dar es Salaam hii. Pata nauli 2000 nikarudi hadi Chamanzi. Kufika Chamanzi pale lengo pale sasa ni ulitokea gereza gani? Ukonga. Umetoka zako pale ukachukua kitu cha daladala au ukachukua gari paka Mbagala. Fika Mbagala pale nikapata gari Chamanzi. Yaani nilikuwa najifinya ili nikisikia maumivu nijue kweli. Na ile siku nilichelewa kulala. Maki ukiwa gerezani kulala unalala saa 3 kasoro ile basi dakika 5 wanagonga kengele. Uruhusiwi kuongea. Uo na usingizi atakao uo umelala tu katika kile kigodoro chako. Uo umelala tu, uo na usingizi, uruhusiwi kuongea na mtu wote yule. Nilivyoona nimetokea kule, nilipo kwenye gari hivi nachungulia hivi naona watu hivi, nikajua kweli kwamba mimi nipo huru. Nikafika Chamanzi pale. Fika pale nakuta ile flame ile sasa iko na biashara zingine tu ambayo iko yule. Nikaulizia pale. Yake ulirudi pale ulipokuwa unaishi. Pale nilipokuwa nafanyia kazi, kabla sijaenda kule ninapokuwa naishi, maana nilishuka stand. Fika pale, kaulizia ambaye flame sasa iko na mtu mwingine, na wewe mtu si atumkumbuke unamsema huyo. Nikaenda makazi poko tunaishi pale, fika pale. Nikakutana na bosi wangu wa kiume ambaye ni yule blaza zangu sasa alimtubizia kijiji kimoja. Kamsalimia pale, kwanza alishangaa kuniona. Kaanza sini umekimbia gerezani? Kama sijakimbia Umetoka vipi? Nikamwambia mimi nimeshinda kesi, nimeonekana sikumbaka mke wako, nimeandikiwa rufaa nimeshinda. Kama alinisingizia. Kani nimetoka, nimekuja hapa kupitia hapa nipate zile pesa zangu mkoa amenitunzia za miezi 10 niweze kurudi mkoani. Akaniambia kwanza mimi hiyo maana yake ni baada ya miaka 7 unaenda kurudia hela ambazo kwako unatunza. Nilikuwa natunziwa zile. Nikamwambia hapa cha kwanza mke wangu alifariki, amekufa 2020. Alikuwa ametoa ujauzito, mimba haikuwa yangu mimi. Yule ambaye alikupa kesi. Amenipa kesi amekufa. Amefia hospitali ya Temeke. Kana mimba ilikuwa na miezi 3 inakwenda miezi 4. Nikamwambia sawa pole. Nikamwambia yake alikuwa anaficha, anatoa mimba anaficha ili bwana yake asijue. Ndio, nikamwambia kwanza nakupa pole kwa kufiwa na mkeo. Cha pili basi nipatie zile pesa niweze kurudi nyumbani nikawahi gari. Mage pale nilifika pale kwa majira ya mchana hivi. Akili yako yote uende. Nilikuwa na akili yangu yote, maana hata namba ya mama nilikuwa nimeshaisahau tayari. Akili yangu yote pale mimi niweze kurudi tu mkoani ili nikakutana na mama. Kanaambia mimi pesa sina, ningekupatia na mimi sasa sina kazi. Mundu akipeleka mimi nilikuwa nafanya kazi na naendesha magari, sasa hivi sina kazi yote ile. Sina pesa. Pale sasa nikaa basi nipeta nauli niondoke. Akaniambia nauli vile hana. Kuna mtoto wa mjomba wangu mimi ambaye anakaa Charambe. Nikatembea na mguu pale hadi Charambe. Kufika Charambe pale, fika hadi kwake. Sijamkuta pale, nimekuta mkewe. Msalimia nikamwambia mpigie simu, nikamwambia Yasini hapa market yeye acha kuja kuniangalia kipindi nipo gerezani, kipindi nipo Segerea. Nimetoka kaka.
yeye alikuwa kazini kwake, akarudi mapema akaja pale akanikuta niko ndugu yake pale. Nikakaa pale, alipopata nauli akanipa nauli ile, nikarudi kwa mama. Kufika nyumbani pale mama alivyoniona alifurahi sana mama. Mama alifurahi sana. Aliita hata maustadhi pale wakasoma dua pale kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Nimekaa pale sasa kufikia mwezi wa 8. Sasa mamangu mimi ni mtu mzima, mama mimi kazaliwa na mwaka 1962. 64 ni mtu mzima. Sasa nikasema maisha kijijini maana sisi hatuko mjini, hatuko wilayani, tupo kijijini. Fikiri hapo naingia kwa ndani ni kijijini. Nikisema niendelee kukaa kijijini, basi mimi nitaendelea kuwa mzigo tu kwa mama.